Karibu katika simulizi ya meli yenye historia kubwa na ya kipekee duniani. Mimi ni Kelvin Chaza. Katika vilindi vya ziwa Tanganyika, ziwa lenye kina kirefu zaidi barani Afrika na la pili kwa ukubwa wa maji baridi duniani, kuna chombo kinachovuka mawimbi. Hakijitambi kwa kasi ya kisasa, bali kwa uzito wa historia iliyoibeba. Hii ni MV Liemba. Ina zaidi ya miaka 100 majini. Ni mojawapo ya meli kongwe zaidi za abiria na mizigo duniani ambazo bado zinafanya kazi. Imeshuhudia kuanguka kwa milki za kifalme, vita kuu ya dunia na kuzaliwa kwa mataifa mapya ya Afrika. Hii ni historia ya chombo kilichozama chini ya maji, kikafufuka na kuendelea kuwa mshipa wa uzima wa mamilioni ya watu. Hadithi hii inaanzia kaskazini mwa Ujerumani, katika mji wa Papengam mwaka 1913, katika kiwanda maarufu cha Meerwerft. Wahandisi walikamilisha ujenzi wa meli ya kifahari walioiita SMS Graf von Gotzen. Lakini kulikuwa na mtihani mmoja mkubwa. Meli hii ilihitajika kufanya kazi kwenye ziwa Tanganyika, katikati kabisa ya bara la Afrika, elfu za kilomita kutoka baharini. Ili kufanikisha hili, Wajerumani walifanya jambo la kushangaza. Baada ya kuijenga na kuipima, waliitenganisha kila kipande cha chuma, kila screw na kila sahani ya muundo wake. Meli yote ilifungwa ndani ya makasha zaidi ya 5,000. Makasha hayo yalisafirishwa kwa meli kuvuka bahari ya Hindi hadi Dar es Salaam, kisha kwa njia ya reli ya kati hadi Kigoma. Na pale ambapo treni haikufika, mamia ya wafanyakazi walibeba vipande hivyo pori kwa pori. Mwaka 1914, katika bandari ya Kigoma, mafundi kutoka Ujerumani wakishirikiana na wananchi wa eneo hilo waliunganisha tena pazo hiyo kubwa ya chuma. Mnamo Februari 5, 1915, meli hiyo iligusa maji ya ziwa Tanganyika kwa mara ya kwanza. Amani haikudumu. Vita kuu ya kwanza ya dunia ilipozuka, Wajerumani walifunga mizinga mikubwa kwenye meli hiyo ya kifahari na kuitumia kama manuari ya kivita kudhibiti ziwa Tanganyika. Kwa miezi kadhaa ilikuwa mfalme asiyepigika na maji hayo. Lakini kufikia katikati ya mwaka 1916, majeshi ya muungano ya Uingereza na Ubelgiji yalianza kuibana Ujerumani. Kigoma ilikuwa mbioni kuanguka. Badala ya kuacha meli yao iangukie mikononi mwa maadui au kulipuliwa, kamanda wa Kijerumani alichukua uamuzi wa kipekee. Aliamuru mafundi kuipaka injini yote na sehemu za chuma safu nene ya mafuta mazito ya kuzuia kutu, grease. Kisha walijaza mifuko ya mchanga na kuizamisha kwa hiari chini ya maji karibu na Kigoma. Meli hii ya kihistoria ilikaa chini ya mita 20 za maji kwa miaka 9. Mwaka 1924, jeshi la majini la Uingereza lilifanikiwa kuibua kutoka vilindini, na hapo ndipo muujiza wa uhandisi ulipotokea. Kutokana na yale mafuta mazito yaliyopakwa miaka 9 nyuma, chuma chake hakikushika kutu. Baada ya ukarabati, mnamo Mei 16, 1927 ilirudishwa majini ikiwa na jina jipya,
la MV Liemba, jina la kiasili la ziwa Tanganyika. Kuanzia siku hiyo, MV Liemba ilibadilika kutoka chombo cha kivita na kuwa chombo cha amani na maendeleo. Kwa miongo mingi imekuwa kiungo muhimu kinachounganisha nchi nne: Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo, Zambia na Burundi. Katika maeneo ambayo hakuna barabara wala reli, MV Liemba ndiyo njia pekee ya usafiri. Imesafirisha tani za samaki, kahawa na bidhaa mbalimbali. Imebeba wafanyabiashara, watalii na hata wakimbizi waliokuwa wakikimbia migogoro ya kivita. Ndani ya MV Liemba, maisha ya jamii ya ziwa Tanganyika yanapata mwelekeo. Muda ulivyosogea katika karne ya 21, matatizo ya kiufundi yalianza kujitokeza. Wengi walihisi huu ungekuwa mwisho wa MV Liemba na kwamba ingepelekwa kwenye makumbusho ya chuma chakavu. Lakini serikali ya Tanzania kupitia kampuni ya meli Tanzania Tashiko ilichukua hatua kubwa ya kuifanyia ukarabati mkubwa wa mabilioni ya shilingi. Meli imepewa injini mpya kabisa, mifumo ya kisasa ya uongozaji na usalama, huku muundo wake wa kihistoria ukihifadhiwa kwa umakini mkubwa ili kulinda urithi wake. Leo hii MV Liemba si tu meli inayoelea majini, ni makumbusho yanayotembea na ushuhuda hai wa uvumilivu wa kibinadamu. Watu waliojenga zaidi ya miaka 100 iliyopita walishafariki kitambo, lakini MV Liemba bado ipo, ikikata mawimbi yake yale yale, ikileta matumaini ya maisha kwa jamii zinazoitegemea. Inapotoa hodi ya sauti ya pembe yake kuvuma ziwani, haitangazi tu kuwasili kwa meli, inatangaza kuendelea kwa historia. Hii ni MV Liemba, mfalme asiyezeeka wa ziwa Tanganyika.